Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru al-Haqq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karibu mtazamaji, tukiendeleza silsila ya kipindi chetu cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambacho kwamba tunazungumzia kwa mukhtasar mambo ambayo kwamba yafungamana na mwezi mtukufu kama huu, au mambo ambayo kwamba yahusiana, faida ambazo kwamba tunazipata katika mwezi mtukufu kama huu. Inshallah, baada ya sisi kuzungumza Ramadhan ni nini na saum ni nini, leo tutajiuliza swali: wakati gani inakuwa ni wajib Ramadhan? Wakati gani inakuwa ni wajib kufunga? Yani kuwa sasa tunasema kuwa mwezi wa Ramadhan umeingia. Wakati gani tuweza kusema sasa Ramadhan imeingia, lazima tuwe ni wenye kufunga? Kuna mambo matano, moja katikati ya mambo matano ambayo kwamba yaweza kukufikisha au kukuamulia kuwa wewe umeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jambo la kwanza ni bikamali Shaaban, ni kukamilika mwezi mtukufu au mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban kikamilika 30 yauman, kikamilika siku 30, imekuwa tayari mwezi ambao kwamba unafuata ni mwezi wa Ramadhan. Bila shaka tunajua miezi yetu ni siku 29 au siku 30. Yani siku 29 tunaangalia mwezi, kikosa kuonekana tunaingia siku ya 30. Sasa ikikamilika siku 30, bila shaka siku ambayo kwamba inafuata inakuwa ni tarehe mosi Ramadhan, inakuwa ni tarehe 1 Ramadhan. Na hili linapatikana labda kwa mtu ambaye kwamba labda yeye alikuwa ametangulia Shaaban, labda aliona mwezi peke yake kuingia Shaaban, ikawa sasa imekamilisha yeye siku 30. Hana budi, hata kama wengine watakuwa bado au wako siku 29 hawajaona mwezi, yeye ako siku ya 30, bila shaka tarehe inayofuata mbele yake, siku inayofuata mbele yake lazima awe ni mwenye kuanza, kwa sababu ashakamilisha siku 30 za Shaaban, na huwezi kuongeza ikawa 31. Mwisho wa mwezi ni 30. Sasa bila shaka huyu kesho yake itakayofuata tarehe 1 itakuwa lazima yeye afunge, itakuwa ni tarehe 1 ya Ramadhan. Sasa kukamilika Shaaban siku 30 yafanya au yawajibisha kuwa Ramadhan imekuwa ni yenye kuingia. Jambo la pili, biruyati hilal, kwa kuonekana mwezi. Kwa kuonekana mwezi na nani? Asema maulama, kwa kuonekana mwezi bihaqi man raahu wa in kana fasiqan, kwa haki ya yule mwenye kuiona mwezi hata kama yeye ni fasik. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbi alaykum fa akmilu al-iddata Shaaban. Asema fa akmilu al-iddata 30 yawman au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fungeni kwa kuona mwezi, yani watu watoke wakaangalie mwezi wakaitafute, watakapoiona inakuwa ni wajibu wao kufunga. Itakapokosa kuionekana mwezi kama hii, wanakamilisha siku 30. Sasa huyo mwenye kuona biruyati hilal, kwa kuonekana mwezi, bihaqi man raahu, kwa yule aliona mwezi. Wewe ukishauona mwezi haungoji kuambiwa kuwa bado Ramadhan, kwa sababu ushaona, na hadithi ya Mtume asema mtu aone mwezi na mwezi itakuwa ishaingia kwako, na mwezi ikiingia na uko kwenu mjini, faman shahida minkum shahra falyasum, bila shaka awe ni mwenye kufunga yule ambaye kwamba atahudhuriwa na mwezi wa Ramadhan. Sasa lazima awe ni mwenye kufunga yule mwenye kuona mwezi, wa in kana fasiqan, hata kama yeye ni fasik. Mimi nimeona mwezi na mimi ni fasik, mfano kuona mwezi kwa fasik. Na fasik ni nani? Fasik ni mtu ambaye kwamba hatekelezi ibada wala haonekani ni mtu wa kutekeleza ibada. Labda saa nyingine anaingia kwa maasi, yani zile swala 5 zinakuwa ni ngumu na ni nzito kwake. Mwenyezi Mungu atufanyie sahali sote inshallah. Sasa mtu kama huyu akiona mwezi, kwake inakuwa ni wajibu kufunga kesho yake. Kwa wengine
wanapewa option, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba ni fasik, wao itakuwa si wajibu, lakini kwa yule mwenye kuiona inakuwa ni wajibu kwake yeye kuifunga. Ni ru'ya ya nani ambapo kwamba itatulazimisha sote kuona? Hili tunalipata katika jambo la tatu ambalo kwamba laweza kufanya Ramadhani ikawa ni wajibu. Wasema bithubut, kwa kuthibiti. Hapa angalia, amesema kwa kuthibiti. Mwezi ikathibitishwa mbele ya hakim ambaye kwamba ndio kiongozi wa Waislamu kwa sasa, kwa wakati huo, au ni kadhi yule ambaye kwamba yuko, ikathibitishwa mwezi, akaambiwa kadhi kuwa mtu fulani ameona mwezi, bihaqi man lam yarahu, ikathibiti mwezi kwa haki ya yule ambaye kwamba hajaona mwezi. Wewe hujaona mwezi, lakini kuna mtu ambaye kwamba ameona mwezi. Nani? Adli shahid, mtu ambaye kwamba ni shahidi ambaye kwamba ni mwadilifu, ameona mwezi. Shahidi mwadilifu akiona mwezi na uadilifu wake ukawa umethibiti mbele ya kadhi, itakuwa mwezi kama ule umethibiti, na itaelekezwa na watu wataamrishwa kuwa ni wenye kufunga, kwa sababu aliona ni mtu ambaye kwamba ni mwadilifu. Na shahid kama huyo ana sifa mbili, awe ni mwanamume kisha awe amebalighi. Akiona mwezi na ajulikana ana uadilifu, uadilifu bimaana ni tofauti na fasik, ni mtu ambaye kwamba atekeleza ibadat. Mfano hata ni shekhe au ni mwalimu wa madaris, ni imamu katika msikiti, ni alim, ni ulama, watu ambao kwamba wajua uadilifu wake, kosi ibada ya utekeleza, anao chembe chembe za kuonekana ana takwa. Sasa huyu akiona mwezi na akamwelezea hakim au kadhi yule ambaye kwamba yuko katika eneo lake, akathibitisha mwezi, yatosha kila mtu kumfuata, tofauti na yule fasik hajathibitishiwa mwezi, kwa sababu labda kadhi amekataa kuthibitisha kwa sababu yeye ni fasik. Sasa yeye alioona kwake itakuwa ni wajibu, lakini kwa wengine itakuwa sio wajibu. Na yule ambaye kwamba yeye ni mtu mwadilifu, ameona mwezi kathibiti mbele ya kadhi, itakuwa imetosha mwezi wa Ramadhani kuingia na watu wawe ni faradhi wao kufunga. Ama jambo la tatu ambalo kwamba litafanya mwezi kuwa wa Ramadhani ni wajibu kwa imeingia, atuambia mwenye kitabu bi ikhbarin adli riwayatin mawthuqin bihi sawaun waqa'a fi qalbi sidquhu am la. Ikiwa mwezi imeonekana kisha wewe ukapewa habari, so hapa ni habari imekufikia ya kuwa mwezi imeonekana na mtu ambaye kwamba ni mwadilifu, mtu ambaye kwamba ajulikana ni mwadilifu. Ile ya pili ni kuwa mtu mwadilifu ameona mwezi na ikathibitishwa na hakim au kadhi, sasa itakuwa ni lazima tufuate. Sasa hii ni mwezi ambao kwamba imeonekana na mtu ambaye kwamba ni mwadilifu, labda haijathibitishwa na kadhi, au labda hata hajapiga simu na kadhi, lakini habari hizi zikakufikia kuwa mtu fulani ambaye kwamba ni mwadilifu asema kuwa mwezi umeonekana na yeye ameuona. Sawaan, iwe katika moyo wako uwe unamwamini au humwamini, yani kwa kumsadikisha, lakini ile uadilifu wake na wewe ukaamini, habari kama zile itakuwa imefaradhika wewe kuingia katika ibada ya saum, yani itakuwa imewajibika Ramadhani. Bora wasema iwe ni mawthuq, iwe ni maneno yake ni ya kweli, yani kwa sababu yeye ni mtu adil, hadanganyi, itakuwa kweli maneno yake ni ya sawa. Sasa uwe umemwamini au hujamwamini, itakuwa huna budi uwe ni wenye kumfuata kwa sababu ni mtu mwadilifu. Au ikiwa ni fasik, ameona mwezi na habari zimekufikia, ukimwamini, wewe ukamwamini yule fasik kuwa ndio ni fasik lakini amesema kweli, itakuwa ni wajibu wewe kwako, kwa Ramadhani imeingia, itakuwa ni wajibu wewe kufunga kesho yake. Ama jambo la mwisho ambalo kwamba litakufanyia kuonekana kuwa Ramadhani imeingia na ni wajibu, wasema bidhanni dukhuli Ramadhan, kwa kudhania kuwa imeingia Ramadhan bil ijtihad, kwa ijtihad, kwa yule ambaye kwamba
hajakuwa labda ni mtu ambaye kwamba hayuko katika sehemu ya Waislamu, wamekithirika sehemu amekithirika, hakuna Waislamu, yani hakuna ambaye kwamba anaangalia mwezi, hana gadgets hizi ambazo kwamba leo tumeletewa ni simu kuwasiliana na mtu akajua kuwa mwezi umeingia. Au ni mtu ambaye kwamba amefungwa na yuko sehemu hawezi kuona mwezi na hawezi kupata information, lakini yeye kwa ijtihadi yake akipiga mahesabu aona kana kwamba mwezi wa Ramadhan umeingia, kwa ijtihadi yake aona Ramadhan imekuwa ni yenye kuingia. Sasa kwa ijtihadi yake ya ruhusika kutumika dhanna. Kwa ijtihada akasema mimi labda nilifungwa mwezi kadhaa wa Shaaban siku fulani. Sasa akipiga hesabu zake akaona kuwa hapa Ramadhani yaweza kuwa imeingia, akiwa na dhanna kama ile, basi itakuwa imemwajibisha yeye kufunga. Ikiwa imewafikiana kuwa ile siku amefunga ndio imeingia Ramadhan, basi atakuwa amepata Ramadhan kama ile, atakuwa amepata zile thawabu za Ramadhan. Ikiwa siku kama zile zenye amefunga ni kuwa Ramadhani shapita, yeye amekuja kufunga mwezi wa Dhulqaada, itakuwa imeswihi saumu yake. Naam, itakuwa imeswihi saumu yake kwa sababu itahesabika kama ni kulipa. Na ikiwa labda amefunga ni mwezi wa mbele wa Rajab na Ramadhani ijaingia, zile zitahesabika kama sunna. Akipata habari kuwa Ramadhani ndio imeingia, sasa itabidi yeye awe ni mwenye kufunga. Sasa haya mambo matano ni yenye kuwajibisha saum ya Ramadhani, yani kuwajibisha kuwa mwezi wa Ramadhani umekuwa ni wenye kuingia. Inshallah tutagusia ahkam za saum. Saum vile vile pia ina ahkam. Baada ya sisi kuwa tumezungumzia Ramadhani ni nini, saum ni nini, na tushajua sasa wakati gani Ramadhani imeingia. Sasa ahkam za saum. Saum pia nayo ina ahkam. Hukumu za saum ni kama zile hukumu za Uislamu ambazo kwamba ni fardh wa sunna wa makruh wa haram. Inabeba hizi nne. Kuna wakati saum ni faradhi. Wakati gani? Kama mwezi wa Ramadhani ni faradhi mtu kufunga, kama kulipa siku ambazo kwamba zimekupita katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ni faradhi wewe kufunga, inachukua hukumu kama ile saum ya nadhiri. Mtu ametia nadhiri kuwa atafunga, lazima afunge. Saum ya kafara itakuwa vile vile ni lazima. Kafara ni mtu ambaye kwamba labda kuna kafara ya kiapo cha uongo na kuna kafara ya kafaratul udhma ambayo kwamba tutakuja kuizungumzia. Mtu ambaye kwamba amemuingilia mke wake mchana wa Ramadhani na anafunga ambapo kwamba ni mahsusi miezi mbili zikifuatana. Hizi zote zinaingia katika saum ya faradhi au saum ya wajib. Ama katika hukumu ya pili ni saum, kuna saum ya sunna ambazo kwamba tuzijua ayyamul bidh, masiku yale meupe ni sunna kufunga. Siku ya Monday na Thursday vile vile ni sunna kufunga. Saum ya yaum Ashura na vile vile saum ya Arafa siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Siku ya Ashura ni sunna kufunga na kuongeza siku kabla yake au baada yake ni sunna. Vile vile saum ya masiku 10 yale ya Dhulhijja, siku 9 za mwanzo, kwa sababu siku ya 10 itakuwa ndio siku ya Eid. Zile siku 9 za mwanzo kufunga ni sunna, na ile siku ya 9 pia ni sunna ya Arafa. Sasa kufunga pia yaweza kuchukua hukumu ya sunna. Vile vile kufunga yaweza kuchukua hukumu ya makruh, ikawa kufunga ni makruh kwa mtu. Wakati gani? Kufunga siku ya Jumaa peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kwa hadith, yani mtu akafunga Jumaa na ambapo kwamba haijafungana na sunna yoyote moja katika hizi sunna, ikawa imeingia siku ya Jumaa, itakuwa ni sunna kufunga. Lakini bila ya kufungana na sunna yoyote, akaamua tu kufunga siku ya Jumaa peke yake, itakuwa ni karaha. Vile vile pia siku ya Jumamosi peke yake itakuwa ni karaha. Vile vile saum inachukua hukumu ya haram. Mtu akafunga siku za Eid, itakuwa ni haramu yeye kufunga siku kama ile, au ayamu tashriq ni haramu mtu kufunga masiku kama yale. Kwa uchache hizi ndo hukumu ambazo kwamba saum inakuwa ni yenye kuchukua. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tubarikie. Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie saumu zetu, atujalie tuwe wenye kuingia katika pepo yake, atusamehe madhambi yake, asitujalie kusikia hata harufu ya moto wa jahannam, na atuepushe nayo, na atujalie ni mwenye kututakabalia dua zetu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.